kiumbe changu Bwana. Kitambo Bwana yu aja, atafute kote vito vya thamani kubwa, mali yake kuu kama nyota tajini, vitang'aa sana, vita vizuri kweli vyenye thamani. Karibu atakusanya vito kwa ufalme, vizuri vinavyong'aa, mali yake kuu kama nyota tajini, vitang'aa sana, vita vizuri kweli vyenye thamani. Watoto wote wadogo wampendao Yesu, ndivyo vito ving'aavyo, mali yake kuu kama nyota tajini, vitang'aa sana, vita vizuri kweli vyenye thamani. Basi ningependa kutumia fursa hii kumkaribisha aliyejiandaa kwa somo la afya ya mtoto. Dolonet event salama hatimaye. Macho tazama, tunaenda somo la afya. Akasema, kama nimewapa kila mche ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti matunda yake yana mbegu, ndivyo vitakuwa chakula chenu, nawe utakula mboga za kondeni. Somo la leo linasema vyakula vya vitamini na madini. Tangulizi. Vitamini na madini ni virutubishi vidogo ambavyo japokuwa huhitajika kwa kiwango kidogo mwilini, vina umuhimu mkubwa katika afya. Vitamini ni misombo ya kikemia inayopatikana kwa wingi
katika matunda na mboga mboga, nafaka zisizokobolewa, bidhaa za maziwa. Kila aina ya vitamini mfano A, B, C, D, E na K ina jukumu muhimu katika mwili. Madini ni virutubishi vidogo visivyo na kikaboni vinavyopatikana ardhini na kuingia mwilini kupitia vyakula. Ulaji wa vyakula kwa uwiano unaojumlisha vyakula vya asili ya makundi ambayo husaidia kuhakikisha mwili unapata kiwango cha kutosha cha vitamini. Matumizi ya vitamini. Baadhi ya matumizi makuu ni matumizi ya vitamini, matumizi ya madini kama vitamini A, B, C, D, E na K, na kama madini ya calcium, sodium, chuma, potassium, zinc, magnesium, iodine na selenium. Pia vitamini A husaidia kuona vizuri. Vitamini B yani B1, B2, B3, B6 na B12 husaidia kuimarisha mfumo wa neva. Na vitamini BC inasaidia afya ya ngozi. Vitamini D inasaidia mwili kutumia calcium na phosphorus muhimu kwa mifupa na meno. Vitamini E ni kizuia kuchakaa. Vitamini K husaidia afya ya mifupa. Matumizi ya madini. Calcium muhimu kwa mifupa na meno imara. Sodium changia katika kazi ya misuli ya moyo. Neva usagaji wa chakula na udhibiti wa maji mwilini. Chuma husaidia kusafirisha oksijeni. Potassium husaidia kudumisha usawa wa maji mwilini. Zinc husaidia katika ukuaji. Magnesium husaidia kazi ya misuli na neva. Iodine husaidia katika utengenezaji wa homoni. Selenium kinga ya mwili na kazi ya kiini. Mapendekezo ya vipimo vya vitamini. Vitamini mumunyufu kwenye maji na vitamini mumunyufu kwenye mafuta. Vitamini B12 pimwa kwa wale wenye uchovu, na vitamini D inapendekezwa juu ya wenye mifupa dhaifu. Kundi maalum: wajawazito, wazee na wale wanaofuata lishe ya mimea. Kuzwa zaidi folate wajawazito. Wazee hupimwa hasa B12. Wale wanaofuata lishe ya mimea wanatakiwa kula vyakula ambavyo ni vitamini B12. Mambo ya kuzingatia kuhusu ulaji wa matunda. Osha matunda kwa maji safi na kabla ya kula ili kuzuia magonjwa. Kula aina mbalimbali za matunda yaliyopo kwenye kila siku, ikiwemo matunda pori kama vile ubuyu, ukwaju, salali, mabuko na furu kama yanayopatikana, kwani yana vitamini kwa wingi. Utapiamlo wa vyakula. Utapiamlo wa vitamini. Utapiamlo wa vitamini na hali inayotokea mwili pale unapokosa au kuwa na upungufu wa virutubishi hivi. Utapiamlo wa vitamini sababisha vitamini A, upungufu wa usi dhaifu kwa kinga. Vitamini kwa watoto, osteomalaya, dhaifu wa mifupa kwa watu wazima. Vitamini dhaifu wa misuli.
ya neva. Vitamini K, damu kushindwa kuganda vizuri, kutokwa damu kwa urahisi. Utapiamlo husababisha kwa damu, kalsiamu, mifupa dhaifu, iodini shingoni kwa ukuaji, kalsiamu udhaifu wa mdegedege na kichefuchefu. Mfano, vitamini A kwa wingi ya kichwa, kuasilika, ingiliano na vitamini uwezo, dawa za kuzuia kuganda kwa mzigo mkubwa kwenye figo na penzi. Naomba ufanikiwe katika mambo ya kuwa na afya. Watu wote karibishwa kwa siku ya kesho. Takuwa na somo pombe na vitamini ni matunda na mboga. Naomba katendee kazi na Nasemaje kwa somo la afya ya watoto? Basi mimi kwa siku ya leo ninanyongeza vitamini, inahusisha pia matunda na mboga za majani. Basi kwa wakati mzuri ningependa kukaribisha kwa watoto. Awafanya wavuka watu, wavuviwa watu, wavuviwa watu. Tawafanya wavuka watu, kini wavuka watu wote njoni kwangu, wote njoni, Yesu aita, njoni kwangu mkapumzike, mkapumzike, mkapumzike. Yesu aita, njoni kwangu mkapumzike.